By the way, umejibu vizuri sana hiyo. Asante sana. Sawa. Na ili ni kuachache maana umeona maandiko huko mitandaoni. Wewe pia unakaa sana mitandaoni Zaka, na mara zote sometimes waga unaenda kujibu kwenye comments pale naonaga. Umeona baadhi ya maandiko yanahusisha tena nyinyi kwamba bwana amewaka kijana lakini hataki kuongeza mkataba bwana. Umeziona hizo jamaa wameandika mitandaoni? Kijana gani wewe? Bwana Zaka wewe bwana. Huyo unamzungumzia hapa. Mimi si friji bovu. Ndio haya maswali kujibu, unajua hii ni redio lakini hatukati. Hii hatukatikati bwana. Hii ni redio. Nasema huwa tunaona kama tunawakosea sana heshima wachezaji. Kwa sababu unakuta mimi mwandishi pia wa habari. Najua. Na nimefanya kwenye media pia. Nilikuwa nakutana na situation kwenye kazini kwangu, mkataba wako unakaribia kuisha, unakuta wakati mwingine mpaka umeisha kabisa, hujapewa mkataba mpya, unakuja kupewa mwezi mmoja baadaye. Kawaida tu, tunaishi waandishi kwetu. Kwenye klabu yetu Faisal Salum ana mkataba msimu huu haujaisha bado. Yes. Na ukiisha msimu huu ana mwaka mwingine mbele. Lakini kuna wachezaji wetu kwenye klabu yetu msimu huu ukiisha mikataba imeisha. Hawasemi. Sasa kama wewe ingekuwa wewe sasa ndio unakuwa kwenye nafasi ya kufanya maamuzi. Unahangaika na mtu ambaye bado yuko hadi mwaka mwingine au kwanza na hawa wachezaji wengine wazungumza ni muhimu sana kwenye timu yetu. Na mikataba yao inakwisha. Yaani msimu huu ukiisha. Na actually mikataba inaisha tarehe 30 mwezi wa 6. Leo tarehe ngapi tunaongea? Hapa leo tunaongea 17 hii. Tarehe 30 mikataba yao inaisha. Sasa sisi tuhangaike na mtu ana mwaka mzima mbele huko bado. Tuache kuhangaika na hawa kweli. Mtu anakuja anaamka tu amekataa kusaini. Sasa akataa kusaini, sisi tuhangaika na mtu ambaye ana mwaka mzima mbele. Tuna watu ambao mikataba inaisha saa hizi. Does it make sense? Basi tunakuwa tunaangalia tunacheka tu, alafu bahati mbaya ni kwamba sisi tunaposaini wachezaji tunatangaza na kikomo cha miaka yao waliosaini kwamba huyu kasaini miaka hii, mkataba wake utaisha kipindi hiki. Ndio. Kwa hiyo watu ingekuwa waandishi wanatunza habari vizuri, wangejua kabisa fulani mkataba wake unaisha siku fulani. Huyu kwa sababu tulitangaza, kwa hiyo mikataba ile ipo, na hata kama atatajwa hataki kuongeza mkataba Azam sijui na vitu kama hivyo, lakini timu ambayo itatajwa hapo ni Simba tu ndio itahusishwa miaka yote. Unakunywa chai? Zaka umekimbia? Babu Zaka? Mimi niko hewani. Nakwambia? Niko hewani. Nakwambia baada ya hizo tetesi zote superstar wa nchi kuhusishwa kwamba hataki kuongeza mkataba, na ingawa bado ana mkataba, bado hapo chini Simba, logo ya Simba ndio itawekwa kwa mchezaji. Bado ndio watahusishwa kwamba anaenda Simba na vitu kama hivyo. Ndio nasema ndio nilikuwa nakujibu hapo ambapo unasema nilipotea. Nilisema ukifanya uchunguzi wa kina kabisa, hizi habari zote zinaanza kwa mtu mmoja tu. Kila siku ni yeye huyo. Yaani wewe unaweza kusema kwamba anahusishwa, kumbe ni mtu mmoja ndiye anayemhusisha. Alafu watu wengine wanachukua kutoka hapo na inaenea. Lakini anayesway ni mtu mmoja tu, ambaye kila siku anasema uongo. Na anasema uongo vitu vingi tu. Na hapo watu hawajali. Unajua? Kwa sababu ukasema kuhusu Fei, watu hawahangaiki na credibility walioitoa, wao sana dini na Fei sasa. Fei. Umeelewa hapo Ndio. Kwa sababu katajwa Fei sasa, aliyemtaja anakuwa sio muhimu tena.